Nilikuwa naambiwa na mke wangu akiwa nyumbani, unaenda kuona washirika na fulani usimuone peke yako. Nikamwigino. Niliona huyo mdada peke yangu. Hata nilifunga mlango for privacy. Tukashikana mikono na tuliomba sana mpaka nililia na yeye alilia. Tuliposema katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen, akanikamata. Nakwambia alinibusu huko kwa shingo kila mahali. Najaribu kumsukuma tumbo inaingia ndani haiti. Alafu namuuliza kwa nini umefanya hivyo? Ananiambia hivyo ndivyo Bwana amenisaidia. Bwana my foot. Wewe wakati alikuja kanisani nimemwambia nimeshamaliziwa. Akaniambia na negweraga. Ninakwambia gai watu nikamwambia leo nimejifundisha personally. Hakunifikia huko kwa midomo kwa sababu ya kuwa mrefu kuliko yeye. Lakini alikuwa anaanza kupanda na mimi yakuje huko juu. Wanaume ni waulize swali. Sasa mwanamke kama huyo utapiga duru. Sasa nani atakuja kukusaidia? Yeye akipiga duru, si wewe umeisha. Hata kama kuna kitu ingeendelea hapo, angesema ni mimi nilianzisha. Hakuna kitu, singesema kitu. Hata hakuna mtu angeamini. Lakini mke wangu nilimueleza stage by stage, akirudia vile niliwaambia. Nikamwambia kuje tukutane kwa ofisi nimuombe. Haya, ukamwambia kuje kwa ofisi umuombe. Tulienda hivi. Huyu anarudia times 2, nikisema kitu anarudia. Hiyo ofisi nilifunga kutoka siku hiyo. Nikasoma kitabu cha Mhubiri wa Ng'ambo ambaye anameongea habari ya ethics and integrity of a pastor. Nilisoma kama nyama, naikula. Nikaona anasema kwa sababu ya hatari tumeingizwa na wanawake wanatuadimaya. Unajua wanatuadimaya kwa sababu ya anointing. Ikikwisha hata hatataka kusalimia. Lakini as long as iko juu yako, anointing ni kama mafuta ya kukaanga. Inafuta wanawake kama nini? Kama butterflies. Sasa ikiondoka, ukifanya dhambi na mmoja iondoke, you will realize it was the anointing. They don't want you. They are not interested. Sasa akasema pastor akifanya kazi kwa ofisi aweke vioo. Secretary akiangalia hivi anaona vile mnaongea ndani. Hivyo ndivyo nilifanya.